Tutaangalia dhamiri. Sawa eh? Mfumo mzima uelewe unapokwenda. Sawa eh? Dhamiri tuliongelea kuhusu nafsi. Yaani ukiongelea dhamiri nilishasema unaongelea nafsi. Sawa eh? Nafsi. Nafsi ni vipi? Nafsi za Kituruki zinaitwa dhamiri. Dhamirere kwa maana ya nafsi zote. Hapo tumeongeza wingi. Nafsi zinakaa vipi? Nafsi kwa maana ya mimi, wewe, yeye, yule, wale, nyinyi, sisi. Tumeelewana vizuri? Hizo ndio dhamiri. Kwa hiyo unaposikia kuhusu dhamiri, sasa tuanze na nafsi ya kwanza. Kituruki nafsi ya kwanza ni mimi. Mimi Kituruki ni nani? Kituruki ni ben. Kwa hiyo kumbe unaposema ben ni mimi. Tunaelewana vizuri? Kituruki kumbe unaposema ben unamaanisha wewe. Kwa hiyo hii ni umoja. Hii ni umoja. Kwa Kituruki tunaita tekir. Sawa eh? Huu ni umoja. Sasa umoja wa ben mimi, wingi wake utakuwaje? Bila shaka wingi utakuwa biz. Sasa hii biz unahisi itakuwa ni nini kama ben ni mimi? Biz itakuwa nini kama ben ni umoja? Biz wingi wake, kwa wingi itakuwa ni nani? Mimi na mwenzangu, manake tutakuwa sisi. Kwa hiyo mimi, sawa eh? Huyu amekuwa sisi. Tamam eh? Huu ni umoja, huu ni wingi. Wingi unaitwa çoğul. Sawa eh? Unaitwa çoğul Kituruki. Tamam eh? Kwa hiyo hapa uelewe kwanza kwenye nafsi. Sawa. Sasa baada ya kujua kuwa ben ni mimi mmoja, biz ni sisi wengi, tunaweza tukazungumzaje kitu kinachohusiana na sisi? Au naweza kuzungumzia vipi kitu kinachohusiana na mimi? Ndio tuangalie sasa ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukaunga sentence au maneno gani yanahusika mpaka tunarudi tulipotoka, tukaongea, tukasoma kuhusu unlu, tukasoma kuhusu consonant. Kumbe nilikwambia haya mambo yanaanzia mbali. Kwa hiyo lugha ili uielewe unatakiwa uanzie from the beginning inapotakiwa kuanzika ili uwe na kila kitu kichwani. Sasa tumesoma dhamiri. Dhamiri ndio tunazisoma hapa na kazi zake ili tuzijue zinafanyaje. Nimesema cha kwanza kuwa dhamiri ni nafsi, nimeshaeleza. Ben ni nafsi ya kwanza, umoja, yani mimi kwa Kituruki. Kwa hiyo unaposema mimi kwa Kituruki ndio utakuwa umesema ben. Kwa Kizungu tunaweza tukasema unatumia I. Sawa? I am. Kwa hiyo maana yake I nafsi ya kwanza. Sawa eh? Sasa hapa tunasoma Kituruki kwa Kiswahili. Sawa eh? Kwa hiyo ben ni mimi, biz ni sisi, huu ni wingi. Wingi kwa Kituruki nimekwambia ni çoğul, alafu umoja ni tekir. Sawa eh? Kwa hiyo umoja nafsi ya kwanza ben ni mimi, wingi nafsi ya kwanza ni biz sisi. Sasa tuanze kuangalia hapa, japo tunaendelea kuangalia nafsi zote. Nafsi za ben, tuanze na ben mimi umoja. Ben kuna kitu kinaitwa viambishi, na nilikwambia lugha ya Kituruki huwa inafunguka kwa kiambishi, kwa kufunguliwa na nafsi. Kila neno, kwa sababu nimeeleza lugha ya Kituruki ili uzungumze na ili ueleweke umezungumza ama umeandika, wao wanachoangalia ni viambishi. Viambishi ndio vinaleta maana ya kitu ambacho unataka kuzungumza ama kuandika. Kwa hiyo lugha ya Kituruki iko hivi. Mturuki anapozungumza huwezi kupata maana kwa sababu mpaka amalize. Kwa sababu yeye kila anachozungumzia ataingiza nafsi. Kwa hiyo kila kitu kwenye Kituruki kina kitu kinaitwa viambishi, ambavyo wenyewe kwa Kituruki vinaitwa ekrere. Ekrere ni viambishi. Viko vya aina nyingi, tutavisoma, ni zaidi ya 1000 kitu. Nafsi ya kwanza ni ben, ben ek. Sawa eh? Sasa hapa tutaangalia sawa nafsi ya kwanza viambishi vyake. Ek. Sawa eh? Hii naweka kwenye mabano. Sawa eh? Hii nafsi ya kwanza hii, ili useme neno linalohusiana na nafsi ya kwanza, kuna kitu vinaitwa viambishi vya nafsi ya kwanza. Viambishi. Viambishi kwa Kiswahili tunasemaga fasaha viambajengo. Waliosoma Kiswahili wanaweza kanipata vizuri, au tutamtafuta kaka yetu Joram. Sawa eh? Kwa hiyo viambishi vyake huwaga ni sawa eh? Im, na sawa eh? Hivi ndivyo viambishi vikuu vya nafsi ya kwanza ben. Kwa hiyo kumbe hata
chochote utakachotaka kukifanya kuhusiana na nafsi yako ya kwanza, aidha unataka kujimilikishia kitu, aidha unataka kuzungumza kitu ambacho kinahusiana na wewe nafsi ya kwanza, ni lazima vitumike hivi, kuanzia kujitambulisha, kuanzia kuongea, kujimilikisha, kuanzia nini, lazima hivi vitumike. Sasa hivi ndio vinakuaga kwenye sentence ya Kituruki jumle. Kituruki sentence ni jumle, sawa? Kwa hiyo kwenye Kituruki sentence yao, yani jumle, pale unaposoma ili uelewe hapa anazungumziwa fulani au fulani ndio anajizungumzia, ni lazima vihusike hivi vitu. Vinaweza vikaungwa hivi, huwa vina tabia kuungwa na kitenzi. Tutasoma mbele ndio tunapoelekea, na ndio nasema tuliza fuvu, utaelewa taratibu. Unachotakiwa ni kutuliza fuvu. Sasa hivi ndio viambishi, lakini hivi viambishi vikuu in, hivi ndivyo viambishi vikuu. Lakini katika nafsi ya kwanza beni hii kuna kiambishi kinaitwa m peke yake na kuna kiambishi kinaitwa ye.